Kwenye takriban makala 3 zilizopita, nimekuwa nikizungumzia AI japo kwa ufupi. Leo ninaomba kuzungumza kwa urefu kidogo ili tuweze kuwa na ufahamu zaidi na mtazamo mpya kuhusu maendeleo haya ya kiteknolojia. AI ni teknolojia inayowezesha mashine kama simu au kompyuta kuchakata taarifa, kujifunza kutokana na data na kutoa maamuzi au mapendekezo kwa haraka na ufanisi mkubwa. Hata hivyo, AI haifikiri kama binadamu, bali inatumia mifumo ya takwimu na data kutoa majibu yanayofanana na fikra za binadamu. Ni muhimu kufahamu kwamba AI haina hisia, haina utashi wala ufahamu wa kibinadamu, yani consciousness. Bali ni mfumo unaotengenezwa na binadamu ili kufanya kazi kwa kutumia data nyingi na kwa ufanisi zaidi. Mfano halisi wa matumizi ya AI ni unapotumia Google Maps. Hizi Google Maps zinatumia taarifa za msongamano wa magari kukupa njia mbadala kwa haraka zaidi. Na mara nyingi watu wanapozungumzia AI huwa wanafikiria kuhusu ChatGPT peke yake. Lakini ukweli ni kwamba ChatGPT ni mojawapo tu ya zana nyingi za AI. Na miongoni mwa zana hizo ni pamoja na Sora, Gamma, Claude na Lovable. Kila moja ina matumizi yake maalum kulingana na mahitaji ya mtumiaji. AI sio adui wa kazi yako moja kwa moja, lakini inabadilisha namna kazi yako inavyofanyika. Wale watakaobaki na ujuzi ambao AI inaweza kuufanya kwa haraka zaidi wako kwenye hatari ya kupoteza nafasi zao. Na kwa upande mwingine, wale watakaojifunza kutumia AI kwa usahihi watakuwa na faida kubwa zaidi. Mpendwa, AI ni msaidizi. Tena ni msaidizi mwenye uwezo mkubwa ikiwa utajifunza kumtumia ipasavyo. Mwisho, ni muhimu kujiendeleza katika maeneo ambayo yanahitaji zaidi ubunifu, mawasiliano, uongozi na maamuzi ya kimkakati. Hayo ndio maeneo ambayo yanahitaji mchango mkubwa wa binadamu. You are a brand. Own your value.